Kuna na mbili zinaweza zikatambulisha mwisho wa matumizi wa bidhaa. Yeah. Kuna yule ambaye anaweka expire date, ina tafsiri yake, lakini pia kuna hiyo best before, yani tumia kabla ya muda fulani. Best before inawekwa katika matumizi ya bidhaa za namna, tuseme kwenye chakula, kuna kuna aina ya bidhaa ambazo unaweza kuweka best before. Okay. Bidhaa ambazo zinaweza zikaisha muda wa matumizi, lakini bado unaweza kutumia ndani ya miezi miwili au mwezi mmoja mbele, kutokana kwamba hazina athari za kiafya, lakini hautapata ubora wa ile bidhaa. Mfano tukichukulia hizi spices, mfano kama spices, black pepper, hizi spices ambazo zinakuwa zinaleta vionjo kwenye vyakula. Unaweza ukana black pepper, black spices nyingi zinaandikwa best before. Maana spices hata kama mwisho wa matumizi kama ni inaweza kaandikwa mwezi to March 2025, haina tarehe. Maana ukitumia ndani ya mwezi haitakuletea madhara, lakini unaweza ikakaa imepungua vile vionjo, labda black pepper usikile kama inakuwa kali kama ile ambayo nilivyokuwa fresh. Kwa hiyo ndo mfano wa bidhaa ambao unaweza kutumia best before, kwa maana unaweza kuendelea kutumia, haina madhara, lakini hautapata ubora wa hiyo bidhaa. Lakini kuna bidhaa nyingine ambazo tunajua kabisa lazima uweke expire date, maana ikifika hiyo tarehe na mwezi inakuwa imebadilika, imeharibika, inakuwa haifai kwa ajili ya matumizi kabisa. Ukiachana tu na ubora, lakini hata ule usalama wake inakuwa haifai katika matumizi. Okay. Yeah. Kwa hiyo tuangalie tunapenda kwenye kufanya shopping huko.